Tunamshukuru Mungu, tuna somo ambalo lina kichwa kinachosema safari ya Yesu kuelekea msalabani na kufunguliwa kwa maisha ya mwanadamu. Somo ambalo tunalo lina kichwa kinachosema safari ya Yesu kuelekea msalabani na kufunguliwa kwa maisha ya mwanadamu. Kitabu cha kwanza cha Korinto mlango wa kwanza na mstari wa 18, kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ndio somo ambalo tunasimama nalo, na katika somo hili ambalo tunalo nilikwambia tuna malengo makubwa matatu. Tuna malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kupata uelewa kwamba kila tukio alilopitia Yesu kuelekea msalabani limebeba kufunguliwa. Limebeba kufunguliwa kwa maisha ya mtu. Lengo la kwanza ni kupata uelewa kwamba kila tukio alilopitia Yesu kuelekea msalabani limebeba kufunguliwa kwa maisha ya mtu. Na lengo la pili ni kutumia msalaba kama silaha ya kiroho kwa ajili ya kufungua vifungo vya adui kwenye maisha yako. Kutumia msalaba kama silaha ya kiroho kwa ajili ya kufungua vifungo vya adui kwenye maisha yako. Na lengo la tatu ni kuongeza imani yako dhidi ya kifo cha Yesu msalabani. Na kile kitabu cha Korinto ambacho tumesoma anasema kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Maana kwa watu ambao adui anataka wapotee au wanaotaka wasifunguliwe ni upuuzi. Maana yake ndani yao panaingia kupuuzia na kuona ni jambo la kawaida. Anasema lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mawili ambayo yanaweza katokea kwa mtu. Kwa yule anayepuuzia habari ya msalaba au kifo cha Yesu msalabani, kupotea, na yule ambaye anaweka maanani au anafuatilia au anajifunza na kufanyia kazi kuipata nguvu ya Mungu kwenye maisha yake. Na ile kiu kubwa tulio nayo ni kwamba uweze kupata zile nguvu za Mungu ambazo zinapatikana kwa yeye kufa kwa ajili yako pale msalabani. Sema ameni watu wa Bwana. Kwa kuna nguvu unaweza ukapata sababu tu umetambua na umefuatilia na umejifunza habari za kifo cha Yesu pale msalabani. Na katika kuangalia somo hili tumeangalia kwa matukio kadhaa. Tulianza tukio la kwanza la Yesu kuandaliwa mashtaka ya uongo na Wayahudi, ambalo tumeliona, tukaona Wayahudi walikaa wakatengeneza mashtaka ya uongo, na walivyotengeneza ili waweze kumkamata Yesu. Na tukaangalia tukasema mashtaka ya uongo ni taarifa zinazotolewa dhidi ya mtu kuonyesha kuwa ana hatia, hivyo anastahili adhabu. Lakini tukio la pili ambalo tuliangalia ni Yesu kunyang'anywa vazi na Wayahudi. Yesu kunyang'anywa mavazi yake na Wayahudi. Kitabu cha Luka 22 mstari wa 52, Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye panga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi?
kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Hebu sema, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Rudia tena, hii, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Na jana nikakuambia ni Yesu ambaye alikuwa anazungumza na wale watu ambao walikuja kumshambulia, na alivyokuwa anaongea nao, walikuja timu kubwa ya watu, na ile timu kubwa ya watu ilikuja wamebeba marungu, wamebeba mapanga. Na walivyokutana naye, akamwambia, mmekuja wenye marungu na mapanga kama kumkamata mnyang'anyi, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Kwa alikuwa anataka kuonyesha kwamba katika ile vita alionayo, na wao walivyokuja kumshambulia, kuna mamlaka ya giza ambayo inafanya kazi katika ulimwengu wa roho na inawatumia wao kumshambulia. Kanisa, Bwana asifiwe. Semeni amen, watu wa Bwana. Inua mkono wako, sema, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, sema, ninaomba mbele zako, Bwana Yesu, kila mamlaka ya giza ambayo imeinuka kunishambulia, sema, kuanzia leo hiyo mamlaka ya giza naikataa, nainyamazisha katika jina la Yesu. Alafu mpigie Yesu makofi mengi sana. Na naomba unisikilize vizuri. Sio kila vita unayokutana nayo kwenye maisha yako ni vita ambayo ilianzia kwenye ulimwengu wa mwili. Kuna vita vingine ambazo zimeanzia kwenye ulimwengu wa roho, na shetani na mamlaka ya giza ndizo zinafanya hiyo kazi ya kushambulia kuanzia kwenye ulimwengu wa roho na kushambulia maisha yako. Ndio maana wakati Yesu ameona ile vita na alipoona wale watu wamekuja, macho yake ya rohoni hayakuwaona wao, ila yalimuona shetani akiwa nyuma ya hao watu ambao wanamshambulia yeye. Kwa hiyo kuna vita ambazo utakutana nazo na watu ambao utakutana nao ambao watakuwa wanakushambulia, wanakupiga vita. Lakini ukweli kabisa, hao watu ambao wanakushambulia na kupiga vita, shetani ndiye anayewaongoza kwenye ulimwengu wa roho ili kukushambulia wewe. Kwa unapoona watu wanakushambulia wewe, wekeza maombi yako kuipiga vita ya kiroho. Ndio maana Biblia inatuambia vita yetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa ulimwengu wa roho ndio unaopareti vita ulionayo, na ndio maana Yesu alinyamaza alipoona ile vita imeinuka na watu wanamshambulia. Hakupambana na mtu awaye yeyote, ila alisubiri kwanza afe na aende mpaka kuzimu na akutane na shetani ambaye ndiye aliyewatuma. Alikuwa anajua, nikipambana na watu nitakuwa nimefeli, na nikipambana na shetani nikamweza, nitakuwa nimefanikiwa. Na mimi ninakuombea, iwe ni vita yote inainuka kazini au kwenye huduma au kwenye ndoa au kwenye familia, lakini shetani amesimamia hiyo vita ile kwamba Yesu amekufa na akafufuka, uwe na uhakika kwamba atakushindia hiyo vita katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen, watu wa Bwana. Pigie Yesu makofi mengi sana, watu wa Bwana. Kwa nikakwambia, ni mamlaka ya giza ni mfumo wa kiutawala. Ni mfumo wa kiutawala ambao unafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Na ukifanya kazi katika ulimwengu wa roho, unatumia vitu mbalimbali kumshambulia mtu. Kanisa, Bwana asifiwe. Semeni ameni, watu wa Bwana. Na jana tuliendelea na kipengele kinachosema mara nyingi mamlaka ya giza inapotaka kumshambulia mtu. Nilisema mamlaka ya giza, mara nyingi mamlaka ya giza inapotaka kumshambulia mtu kiroho na kimwili, inatumia mbinu zifuatazo. Mara nyingi mamlaka ya giza inapotaka kumshambulia mtu kiroho na kimwili, inatumia mbinu zifuatazo.
na hizi ndio zitakusaidia. Mbinu ya kwanza tulisema mamlaka ya giza inatumia watu ili kupambana na wewe. Kwa Yesu alipokuwa anasema hii ndio saa yenu na mamlaka ya giza, mamlaka ya giza inatumia watu ili kupambana na wewe. Na nikakwambia kwamba sio kila mtu anayetumiwa na mamlaka ya giza, ila mamlaka ya giza inatumia watu, aina ya watu wafuatao. Shalom, shalom watu wa Mungu. Watu wa Msumi, mbona leo mmekuwa wapole sana? Sema amen watu wa Bwana. Inatumia aina ya watu wafuatao. Aina ya kwanza tukasema watu wenye mamlaka juu yako au wenye amri juu yako. Watu wenye amri juu yako. Na nikakuonyesha mifano kwamba adui anapotaka kukushambulia au mamlaka ya giza inapoinuka kukushambulia au kuwa ndoto yako, ikikushindwa wewe, itatumia watu ambao wana amri juu yako. Anaweza akawa bosi wako, anaweza akawa mume wako, anaweza akawa mtu mwenye nafasi fulani inayozidi nafasi yako. Na huyo mtu akitumiwa na mamlaka ya giza, ghafla utaanza kushangaa anakushambulia kwa kiwango ambacho unashangaa kwamba kwa nini huyu mtu ananishambulia kiasi hiki. Na kama usipojua kuomba, uwe na uhakika kabisa kwamba anaweza akakumaliza kabisa. Na nilikupa mifano kadhaa, hata waliomshambulia Yesu na waliopambana na Yesu ni watu wenye mamlaka au wenye amri juu yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Walitumia ile nafasi wakashawishi watu na kuambia watu fanyeni 1, 2, 3. Na nikakupa mfano mwingine nikakwambia kwamba hata kwenye kitabu cha Kutoka 1 ukisoma kuanzia mstari wa 8 utakutana na Farao asiyemjua Yusufu, na yeye mwenyewe alitumika na mamlaka ya giza ili kuwashambulia wana wa Israeli. Kwa hiyo unapotaka kufuatilia mtu, adui akitaka kufuatilia anaweza asije moja kwa moja, ila akamtumia yule ambaye yuko juu yako. Ghafla ukafukuzwa kazi, ghafla ukaachishwa kazi, ghafla likatokea tukio kubwa, ghafla ukakutana na kesi usioweza kujibu. Kwa nini? Ina kawaida ya kutumia watu. Ndio maana kwenye maisha ya unayoishi siku zote nikakwambia ombea sana watu ambao wana amri juu yako au wana amri dhidi yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Ninawaombea watu ambao wana amri dhidi ya maisha yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Lakini jana tukaangalia watu wa aina ya pili, kasema watu wale ambao unawaamini. Amesema watu unaowaamini. Sema tena watu unaowaamini. Na tuliangalia hicho kitu sana, tukasema adui anapotaka kukushambulia au kushambulia ndoto zako, anatumia sana watu unaowaamini. Na nikisema watu unaowaamini, maanake wale ambao wakikuambia kitu utawasikiliza na utafanya. Wale ambao unapenda kuwauliza wakushauri na wakuambie, na wakikuambia tu unatii na unafanya. Mamlaka ya giza inapotaka kukushambulia inatumia hao watu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Wakati mwingine naweza kutumia daktari unayemwamini sana, na ukamwambia nakuja tukutane, na akakupima akakupa ugonjwa, na akipima ataona. Nikuonyesha kitabu cha Kutoka. Sina maana usimwamini daktari, hapana, ila nina maana muombe asije akatumika vibaya kwenye maisha yako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Semeni ameni tena. Sema ameni tena watu wa Bwana. Na tuliangalia mifano michache, ngoja niendelee kukuonyesha mifano kadhaa. Kitabu cha
Mathayo 16. Mathayo 16 mstari wa 21 hadi wa 23. Mathayo 16 mstari wa 21 hadi mstari wa 23. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ukisoma hii habari kwa kuanzia kule juu, unamuona Yesu akiwa anaongea na Petro, anawaambia wanafunzi, watu wanasema mimi ni nani? Watu kila mmoja akatoa maoni yake. Mmoja akasema wewe ni Elia, mwingine akasema wanasema hivi. Petro na akawauliza, na nyie mnasema mimi ni nani? Petro akajibu, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akasema, hakika sio wewe, ila ni Mungu aliyesema ndani yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Na alipoona vile, na alipogundua kile kitu, Shetani akaona okay, kumbe akiongea Petro, Yesu anamsikiliza. Wakati mwingine safari ilipokuwa inaendelea, akaingia kwa Petro yule yule, na alipokuwa ndani ya Petro, Bwana Yesu akaanza kusema, naelekea nitateswa na kuuawa. Petro akamkemea. Alipomkemea, Yesu akamwambia, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa nini Shetani asimtumie mtu mwingine? Kwa nini asimchukue Yohana, asimchukue Marko, asimchukue yoyote, na akamtumia kuzungumza na Yesu? Kwa nini aingie ndani ya Petro na azungumze akiwa ndani ya Petro? Kwa sababu alijua kwamba nikimpata Petro nimempata Yesu. Anajua nikimpata huyu, nikimtafuta huyu hapa, lazima kwanza nimpate Petro, sababu mara ile Petro aliongea Yesu akamwelewa. Kwa hiyo saa hii tena akiongea atamwelewa. Ndio maana wale watu ambao unawaamini sana ndio watu ambao mara nyingine ile ndio wanakupoteza. Kuna saa unawaamini kwa kiwango ambacho hata ukiwaona wakiongea chochote unafikiri ni kama vile Mungu ameongea. Hapana, usimwamini mwanadamu ukapitiliza kiwango ambacho unamwamini Mungu aliye hai. Mwanadamu ana kawaida ya kubadilika, mwanadamu anaweza kutumika. Lazima kila unapoongea naye lazima umtazame kwa jicho la mabadiliko. Bwana, kuna saa anaweza akaongea kama malaika, na kuna saa anaweza akaongea kama Shetani. Sababu anaweza akatumika kama Shetani, anaweza akatumika kama malaika. Ndio maana usipoangalia wale watu unaowaamini, wanaweza kutumika vibaya na ukakoma mahali. Kanisa, Bwana asifiwe. Inua mkono wako, sema, Bwana Yesu, wale ninaowaamini ninawaombea kwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema kuanzia leo, sema kuanzia leo, sema kuanzia leo, wale ninaowaamini na wakabidhi kwako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Alafu mpigie Yesu tena makofi mengi sana, watu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanisa la Mungu sema amen. Andika pointi ya 4. Mbinu zinazotumiwa na mamlaka ya giza.
Andika namba 4. Andika, mamlaka ya giza inakunyamazisha au kukuondolea kiu ya kuendelea na maono ulio nayo. Kitabu cha Yohana 7 mstari wa 37 na ule wa 38. Najua kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahim, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo miyatendayo. Yohana 21 mstari wa 1 mpaka wa 3. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simioni Petro na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedao na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwa hapo pamoja. Simioni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Mamlaka ya giza ina kawaida ya kukunyamazisha ili usiendelee na yale maono ambayo ulikuwa unatamani kuyafanya au ulikuwa unatamani uendelee nayo. Kwa mfano, ikigundua kwamba una kiu kubwa au una hamu kubwa ndani yako ya kujenga, ina kawaida ya kukunyamazisha. Na ikigundua kwamba una kitu unataka kukifanya na umeanza kukifanya, inakunyamazisha. Kunyamazisha maana yake ghafla unakosa hamu ya kuendelea na hicho kitu. Ukisoma kitabu kilichokisoma cha Yohana 21 unamuona Petro. Petro ni moja kati ya wanafunzi wa Yesu ambaye kwanza alikuwa anapendwa. Pili, alikuwa amekaa na Yesu muda mrefu, amefanya naye huduma nyingi za maombi, huduma nyingi sana. Petro alikuwa amehusika. Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini Petro alipokuwa amekutana na ile vita, watu wamechukuliwa, wamepanda mlimani kuomba. Mungu aliwaambia, ombeni msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Na unaona alivyopanda mlimani akaomba, wakalala, wakashindwa kabisa kuomba, walikosa nguvu kabisa ya kuomba, hawakuendelea na chochote. Na baadaye Mungu akamwambia twendeni. Zile vita na zile kashikashi walizokutana nazo, mara Yesu kupigwa, mara Yesu kutundikwa, mara hivi, ndani yake zilimfikisha hatua ya kukataa na kumkana Yesu. Kanisa, Bwana asifiwe. Na baada ya Yesu kufa, baada tu ya Yesu kufa, unamuona Petro yule ambaye alikuwa na nia ya kutumika, nia ya kufanya huduma, nia ya kufanya kazi ya Mungu aliyokuwa nayo, aliachana na hayo mambo kabisa na akarudi akaendelea na kitu kingine. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa kuna aina ya roho ya kunyamazishwa ambayo iliwafunika wale wanafunzi, iliwafunika kina Petro, na walifika hatua walijificha mpaka ndani. Hakuna mtu alithubutu kutoka nje. Kila mmoja aliogopa. Ile hamu ya utumishi waliokuwa nayo ghafla ilinyamaza. Ndio maana kuna watu ambao wako hapa walikuwa na nia ya kutumikia Bwana, walikuwa na nia ya kufanya maendeleo, walikuwa na nia ya kufanya vitu vikubwa, lakini kwa sababu ya vita walizokutana nazo hawakuweza tena kuendelea na wameacha kabisa. Kanisa, Bwana asifiwe. Ngeukia jirani yako, mwambie kilichokunyamazisha ni kitu gani? Mwambie kilichosababisha usiendelee na yale maono ni kitu gani?
Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kila roho yoyote inayoniondolea kiu ya kukutafuta na inayoniondolea kiu ya kuendelea na maono uliyoyaweka kwenye maisha yao, sema hiyo roho, sema kuanzia leo na ikataa hiyo roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Alafu mpigie Yesu makofi mengi, watu wa Bwana. Ungeinua tena mikono yako, ungemchapia Yesu makofi ya kutosha. Sema ameni, watu wa Bwana. Ndio maana wale watu walivyokuja kupambana na Yesu walikuwa wanataka kumtuliza asiendelee na kazi aliyokuwa nayo. Walikuwa wanataka kumtuliza asiendelee na huduma ambayo alikuwa anaifanya. Walikuwa wako radhi kabisa, walimwambia kama ukinyamaza na usiendelee kufanya hii kazi, hautaona mtu anayekushambulia. Walikuwa wanachotaka ni kumnyamazisha Yesu. Lakini ninachokiona kwenye Biblia ni kwamba walifikiri watamnyamazisha, lakini Yesu aliendelea na kazi aliyokuwa nayo na maono aliyokuwa amebeba ndani yake. Na mimi najua kuna watu ambao mko hapa, shetani alitengeneza mazingira anyamazishe huduma zenu, anyamazishe kazi zenu, anyamazishe maombi yenu, awazuie kabisa msiombe. Nataka kusema siku ya leo, kila roho iliyokuwa inanyamazisha, waambie ndio tunaanza katika jina la Yesu aliye hai. Sema ameni, watu wa Bwana. Inua mkono wako, sema kila roho yoyote ambayo inanizuia nisiendelee na hayo maono, sema kuanzia leo hiyo roho inayozuia, sema na ikataa, sema na ikataa, sema na ikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Alafu mpigie Yesu makofi mengi sana, watu wa Bwana. Mgeukie jirani yako, mwambie vita unayokutana nayo inakuzuia usiendelee mbele. Mgeukie tena, mwambie vita unayokutana nayo inalenga kukuzuia usiendelee mbele. Mwambie usiangalie vita ulionayo, angalia safari unayotakiwa kwenda. Wangapi ambao wanaendelea na safari yao hapa? Kanisa sema ameni, watu wa Bwana. Vita unayoiona kazini inazuia safari yako. Vita unayoiona kwenye biashara inazuia usifanye biashara. Maadui unaoona wameinuka wanazuia usiendelee mbele. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja, endelea kupigana vita ila usizuie safari yako. Endelea na safari yako katika jina la Yesu aliye hai. Kanisa, haleluya. Kwa kuna roho ya kunyamazishwa ambayo inaweza ikafanya kazi kwenye maisha ya mtu. Na ndio pale unaanza kuona kuna mtu ambaye alikuwa na spidi fulani ya kufanya vitu vizuri vya kimaendeleo, lakini kwa sababu ya aina ya mazingira aliyokutana nayo na watu wanaojaribu kumtuliza na watu wanaojaribu kumnyamazisha, yule mtu unaona anashindwa kuendelea na kile ambacho alikuwa amekusudia kufanya. Mwingine utamkuta ni kwenye biashara, alipoanza tu kufanya watu wengine wakainuka. Wengine unamkuta ni kazini, alipoanza tu kufanya watu wengine wakainuka na wakaanza kumtikisa na maneno mazito ambayo analenga tu anyamaze asiendelee. Nataka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba mwenye maono haangalii vita anayoiona. Mwenye maono anaangalia safari anayoiendea. Mwenye maono haangalii maadui walioinuka ni kiasi gani. Mwenye maono anaangalia safari anayoendelea nayo. Kwa kula aina ya vitisho utakutana navyo, vinataka vipunguze safari yako. Nataka nikuambie kitu kimoja, usipunguze mwendo hata kama kuna vita. Endelea kupigana vita na unaendelea na safari yako. Na vita isizuie safari yako. Hakikisha unapita, unaelekea msalabani, na baadaye unafufuka, unayatimiza maono yako. Bwana Yesu aliona hiyo vita na alijua unachokitafuta. Na ndio maana aliwaambia, nimekuja wenye marungu na wenye mapanga kama vile mnamtafuta mnyang'anye, lakini najua mnachokitafuta ni kwamba mninyamazishe nisiendelee mbele. Nimesimama na nina nguvu tena. Na Yesu akaendelea mbele. Na wewe na kuombea kwenye ibada ya leo, endelea mbele katika jina la Yesu aliye hai. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, kuanzia leo kila kinachoninyamazisha, kila kinachonizuia ili nisiendelee mbele na maono niliyobeba, sema hiyo roho inayoninyamazisha,
Sema kuanzia leo. Sema kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Alafu sema kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema achia. Alafu mpigie Yesu makofi mengi sana, watu wa Bwana. Andika hii point, alafu kusaidia hapa nikuonyeshe na mfano. Andika, unaombaje ikiwa mamlaka ya giza imeinuka. Angalia kitabu cha Ufalme wa Kwanza 19. Asema basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu na inifanyie hivyo na kuzidi, isipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda hifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, ee Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyoosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia na maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyoosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala akanywa, aenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Herobu, mlima wa Mungu. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15, some na huko 15. Anasema hivi, Bwana amwambia, enenda urudi jangwani, jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Kanisa, haleluya, watu wa Bwana. Alipata nafasi na alipata neema kwa Mungu, akapewa kazi ya kupambana na miungu ya Baali na kuvunja madhabahu za Baali. Wakati huo kiongozi wa taifa la Israeli alikuwa anaitwa Ahabu na mke wake alikuwa anaitwa Yezebeli. Na Yezebeli alikuwa ni mchawi sana, alikuwa mchawi mkubwa sana. Sasa wakati Eliya amepiga ile vita, ameua manabii 400 kwa upanga, Biblia inasema Ahabu akarudi kwa mke wake akamwambia, sikiliza, Eliya amefanya 1, 2, 3. Ahabu akatuma mjumbe akamwambia, nendeni mkamwambie Eliya hiki alichokifanya, kesho mkimkamata, kesho mtamkata kichwa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na akasema kabisa, miungu na inifanyie hivi. Maana yake ile miungu yake, sema na miungu ninayo, na miungu naitegemea, kwa miungu hii nilionayo kesho namkamata na nitamkata kichwa. Na kumbuka Yezebeli alikuwa mwanamke. Hebu sema mwanamke. Ameua wanaume ngapi? 400. Ametishiwa na mwanamke huyu mmoja tu, tena hajamsogelea, ametuma mjumbe. Kanisa, Bwana asifiwe. Ile taarifa ilivyokuja ilikuwa sio taarifa ya kawaida, ni taarifa ambayo ndani yake ilikuwa na nguvu ya miungu ya Yezebeli. Kwa ilivyokuwa inakuja, haikuja ikiwa peke yake. Na ile taarifa ilivyokuja, sijajua ilikuja na kitu gani, lakini ilikuja na nguvu ambayo ndani ya moyo wa Eliya
uliyeyuka kabisa. Hakuwa na hamu ya kuendelea, hakuwa na hamu ya huduma, hakuwa na hamu ya kufanya chochote. Jeuri ya utumishi ilinyamazia pale, akakimbia. Kanisa sema amen. Ndio maana kuna mtu yuko hapa alianza kupiga madhabahu ya familia. Madhabahu ilipoinuka tu hajaendelea mpaka leo, na ana huo mpango. Mgeukie jirani yako mwambie, umemaliza kuvunja madhabahu ya kwenu? Mgeukie tu mtikishe, ndio huyo naye kumwambia, umemaliza kuivunja hiyo madhabahu? Maana alianza, lakini alipoanza ile nguvu ya madhabahu ilivyoinuka kuanza kuleta mashambulizi. Maana ukigusa madhabahu ya miungu yoyote lazima iinuke ianze kukushambulia. Ndio kazi ya mamlaka ya giza. Ikiona umegusa upande wao, itakuja na wewe ikushambulie. Kwa alivyogusa akapiga wale 400, ghafla ikaja roho ndani yake ya kuchoka, ya kukata tamaa, ya kushindwa tena kuendelea. Hana hamu na hiyo huduma tena, hatamani, anaomba maombi ya kufa. Na hii unaiona pia kwa Yesu. Alienda Getsemane. Getsemane ya kwenda kutembea, alikuwa anaomba maombi ambayo akitazama aina ya vita ambayo wanaiangalia mbele yake na kile kilichoandaliwa mbele yake, akitazama msalaba, akitazama mahali anatakiwa kupita, akiangalia hicho kitu, akiangalia mamlaka za giza zilivyoinuka na zilivyojipanga dhidi yake, alienda Getsemane akafanya maombi. Na maombi yake moja wapo alikuwa anataka aombe ridhaa ya kuacha. Hebu mtikishe jirani yako mwambie, kuna vita ya kunyamazishwa. Mgeukie tena mwambie, kuna vita inayokuja kukunyamazisha. Ndio bwana, lazima ukiomba ujue kuna watu ambao walikuwa na spidi ya vitu lakini wamenyamaza. Kuna waombaji wamenyamaza kabisa, hana mpango. Lakini nimekuombea katika jina la Yesu aliye hai. Kama Yesu alishinda na miungu haikuweza kumnyamazisha, na wewe haitakuweza katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen, watu wa Bwana. Kwa ile miungu ikawa imemnyamazisha Elia. Elia akaenda akaomba, akasema, Baba, nichukue tu nife. Akamwambia, hapana, bado una kazi ya kufanya. Nichukue tu nife, siwezi tena kufanya. Kuna aina ya vita utakutana nayo kazini. Wakati mwingine ni vita ambayo imetengenezwa na mamlaka ya giza, na ni vita ambayo imeinuka inapambana na wewe. Unaweza ukaandika barua ya kuacha kazi, wewe mwenyewe ukaandika ukasema, sitaki tena kazi, nimeamua kuacha. Maana itakushambulia, inaweza ikatumia watu, inaweza ikatumia chochote, inaweza ikatumia bosi wako, inaweza ikatumia chochote. Lakini kitu ambacho nimekuja nacho ni kutie nacho moyo. Yesu aliona hiyo vita, na aliona namna imeinuka, na aliona miungu namna imeinuka, na aliona shetani namna imeinuka, na aliona namna ambavyo wanataka kumshambulia. Na alivyoona, aliomba mpaka akashinda. Na yeye alishinda ili na wewe ushinde. Hata kama madhabahu ya familia imeinuka, hata kama madhabahu ya ukoo imeinuka, hata kama watesi wameinuka, hata kama wachawi wameinuka, kama Yesu alishinda, na wewe utashinda katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen, watu wa Bwana. Inua mkono wako, sema, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila roho iliyoinuka inayopambana na maisha yangu, iliyoandaa kunishambulia, sema jioni ya leo, hiyo roho inayoninyamazisha, sema toka, sema toka, sema toka, sema toka, 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 toka kwa damu ya Yesu. Pigia Yesu makofi mengi sana, watu wa Bwana. Wangapi wanaosema sitanyamaza katika jina la Yesu aliye hai? Wangapi wanaosema hatutanyamaza kwa jina la Yesu aliye hai? Sema amina tena, watu wa Bwana. Kwa kuna vita ukianzisha, ujue utashambuliwa. Lakini kama Yesu alishinda, hawatakuweza. Sema amen. Nisikilize vizuri tu, nisikilize vizuri tu. Hii itakusaidia sana. Ile vita ilikuwa ni kubwa, na Elia aliomba mpaka afe. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye hakuruhusu maadui wa Elia waikamate roho ya Elia. Tuko pamoja, watu wa Mungu. Sema amen, watu wa Bwana.
Biblia inasema baada, ukienda kusoma mpaka ile 21 unamkuta Yezebeli akiwa amemdhulumu Naboth. Na alipomdhulumu Naboth, alimdhulumu shamba lake. Walimdhulumu kama familia, walimpiga mpaka wakamua na wakachukua shamba lake. Walipochukua shamba lake Naboth, ghafla Mungu akamtokea Eliya akamwambia, nenda kamwambie Ahabu na Yezebeli, kama ulivyomuua Naboth ndivyo na wao nitaitaka damu yao. Tuko pamoja watu wa Bwana? Nisikilize vizuri. Aliyetoa taarifa ya msiba wa Yezebeli ni Eliya, ndiye aliyepewa taarifa. Kwa Yezebeli aliyekuwa anamtafuta Eliya ili amuue, hakutangulia kufa Eliya, ili alitangulia kufa Yezebeli. Na mimi ninakuombea, wanaotaka ufe na wanakuloga ili ufe na wanatamani kuua maisha yako, hautatangulia kufa wewe. Wewe utaona maiti zao kabla. Sema amen watu hapa. Ndio maana hata kwa Yesu, wakati Yuda amemsaliti, alitegemea atamuona Yesu anazikwa. Lakini nenda kasome Biblia ya kwamba kabla hajafa Yesu alitangulia kufa Yuda. Na mimi nakuombea, maadui zako hawataona msiba wako, watesi wako hawataona msiba wako. Sema amen watu hapa. Yezebeli ataona msiba wako, aliandaa msiba wako hata uona, lakini utashuhudia misiba ya maadui zako. Sema amina tena watu hapa. Anayekuandalia ufukuzwe kazi na kuombea kabla hujafukuzwa kazi, atangulie yeye kufukuzwa kazi kabla ya zamu yako haijafika. Anayekuandalia watoto wako wafeli kabla hawajafeli, waanzie kwake katika jina la Yesu aliye hai. Anayekuandalia mabaya akitegemea atayaona mabaya kwenye maisha yako, kabla hajayaona mabaya kwako, ukaanze kuyaonea kwake katika jina la Yesu aliye hai. Anayekuandalia vibaya kwamba saa hii tutamuona akifa, wataona ukiteswa, lakini hawataona msiba wako. Bwana, ndivyo ilivyotokea kwa Yesu. Yuda aliandaa, alimsaliti akitegemea tayari atamuona Yesu akifa, lakini hakuiona maiti ya Yesu. Na wewe hawataiona maiti yako. Sema amen watu hapa kanisa. Haleluya. Ngeukia jirani yako, mwambie maadui hawataona kilio chako. Mwambie tena, maadui hawataona msiba wako. Mwambie wanaokuandalia kufukuzwa kazi hawataona ukifukuzwa kazi, lakini utashuhudia wakifukuzwa kazi. Ndio maana Yesu hakuruhusu Yuda amtangulie Yuda. Hapana. Hawezi ruhusu maadui, hawezi kuruhusu wasaliti waone ukilia. Na mimi nakuombea Pasaka hii hawataona machozi yako katika jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanasema hawataona machozi yako? Sema amen watu hapa. Kabla hata Eliya hajafa alitangulia Yezebeli. Kabla hata Yuda hajafa, kabla hata Yesu hajafa alitangulia Yuda. Na ninachojua ni kwamba Mungu aliamua kutuonyesha ya kwamba usilie kabisa ukiona watu ambao wanakutengenezea figisu kazini, wanakutengenezea mabaya kwenye huduma, wanakutengenezea mabaya kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye mambo yako. Wakiwa wanategemea kesho wanakuona unafukuzwa kazi. Hawajui ya kwamba hawataona ukifukuzwa kazi kabla ya wao hawajafukuzwa hiyo kazi. Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Ngeukie jirani yako, mwambie hawataona ukikwama. Alafu mwambie hawataona msiba wako. Mwambie tena hawataona msiba wako. Wangapi wanasema adui hataona msiba wako? Wangapi wanasema adui hataona maiti yangu? Sema amen watu hapa. Ndio maana usiogope hizo madhabahu za familia, usiogope hizo madhabahu za ukoo. Mungu hana kawaida ya kuacha watoto wake adui aone maiti zao. Ndio maana usiogope kabisa hiyo vita. Vita unayoiona ya miungu, vita unayoiona ya madhabahu za familia, vita unayoiona ya wachawi na waganga, Mungu hawezi ruhusu wakashika uhai wako. Maana wewe ni wa thamani mbele za macho yake. Hawezi kuruhusu mchawi akashika uhai wako. Lazima tu atakutetea na atasimama na wewe. Kabla ya wewe haujaondoka utawaona wao katika jina la Yesu aliye hai.
Inua mkono wako, sema katika jina la Yesu, yale mabaya wanayoniandalia kwenye maisha yangu, yale mabaya yanayotengenezwa juu ya maisha yangu, sema kuanzia leo vile vitisho vilivyotengenezwa ili kunishambulia, sema kuanzia leo vitisho walivyoandaa sitaviogopa kabisa, na wala sitanyamaza, maana adui zangu hawatakamata uhai wangu, maana adui zangu hawatakamata uhai wangu. Wangapi wanasema adui hatakamata uhai wangu? Wangapi wanakiri? Sijaona watu wanaokiri hapa, wanaosema adui hatakamata uhai wangu. Na kuombea kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu isije ikakamata uhai wako. Sema amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Watu wa Msumi, haleluya. Watu wa Msumi, haleluya. Watu wa Msumi, nasema haleluya. Watu wa Msumi, narudia tena haleluya. Watu wa Msumi, sema amen. Watu wa Msumi, sema tena amina. Maadui hawatakamata uhai wako katika jina la Yesu aliye hai. Watesi hawataukamata uhai wako katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina tena, watu wa Bwana. Pigie Yesu makofi mengi sana. Kanisa, haleluya. Ndio maana wale Wayahudi walivyomkamata Yesu, wakampiga mijeledi, wakamtundika, wao walifikiri kwamba ndio wanammaliza, wakifikiri wanakamata uhai wake. Hawakujua yeye anamfuata baba yao. Punga mkono pamoja na mimi, watu wa Bwana. Biblia inasema saa ile wakati anafika hatua anakata roho, miamba ilipasuka, tetemeko kubwa kwenye nchi. Wao wenyewe wakasema huyu sio mtu wa kawaida, hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Hawakujua kwamba badala ya kumkamata yeye, anaenda kumkamata shetani yeye. Ndio safari anayoiendea. Na ndio maana uhai wa Yesu haukubaki mikononi mwa shetani. Alienda mpaka kuzimu siku 3. Zile siku 3 sio kuzimu ilimkamata, ila alikuwa anaenda kufungua watu walioko kule, na alikuwa anaenda kumfunga shetani. Kwa wanaotegemea wanakukamata, wanaotegemea wanakufukuza, wanakupandisha level nyingine ya maisha yako. Ndio maana kila jaribu ambalo unakutana nalo, liangalie vizuri hilo jaribu. Inawezekana msalaba ndio level yako ambayo unaiendea. Alijua kwamba bila msalaba sijaenda grade nyingine. Punga mkono pamoja na mimi. Nisikilize vizuri, nikufundishe kitu. Kabla Yesu hajafa, hakuwa na nguvu kama baada ya yeye kufa. Hebu punga mkono pamoja na mimi, unanielewa vizuri? Nguvu alizokuwa nazo Yesu kubwa ni baada ya yeye kufa. Kabla hajafa alikuwa anafanya huduma Yerusalemu, Samaria, anazunguka kwenye ile nchi, sababu alikuwa katika ulimwengu wa mwili peke yake. Tuko pamoja, watu wa Mungu? Sema ameni, ameni, watu wa Bwana. Na walivyokuwa wanapanga kumuua Yesu, walikuwa wanalenga kunyamazisha huduma aliyo nayo isiendelee tena, wakifikiri wanazika huduma yake. Lakini baada ya Yesu kufufuka, Yesu aliyekufa na Yesu ambaye Yesu wa kabla hajafa na Yesu aliyefufuka ni watu wawili tofauti. Yule aliyekufa alikuwa na uwanja mdogo wa huduma yake. Yule aliyefufuka uwanja ukatanuka. Ndio maana wakati alikuwa anawatokea wanafunzi kwa mara ya kwanza, alikuwa anawatokea mara chache sana kimiujiza. Lakini angalia, baada ya kufufuka alikuwa anaweza akatokea hata ukutani akaja hapa, alikuwa anaweza akatokea hapa akaja hapa. Na ndio maana kifo cha Yesu msalabani
kimetutengenezea heshima kubwa katika ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa huduma ya Yesu haibaki tu kuwa Israeli peke yake, haijabaki kuwa kwa Wayahudi peke yake, lakini saa hii anaweza akawepo Tanzania, saa hii anaweza akawepo Kenya, saa hii anaweza akawepo Uganda. Saa hii huduma imeshatanuka. Na mimi ninachotaka kukuambia ni kwamba wanaokunyamazisha wakifikiri kwamba maono yako ndio yanakufa na ndio yanafia hapa, kesho wataona umefungua na duka la pili, umefungua na la tatu, umefungua na la nne, umeenda na la tano. Sema amen watu wa Bwana. Inua mkono wako juu kwa Bwana Yesu, funika macho yako. Inua tu mkono wako juu kwa Bwana. Kuna mahali ambapo lazima mwambie Mungu, nimenyamaza, imetosha. Natamani sana niende kwenye level nyingine ambayo ulikusudia ukiwa pale msalabani. Niwe la vita za kila aina nakutana nazo, zingine za madhabahu za familia zinazopambana na mimi, ila natamani niende kwenye level ambayo umekusudia ukiwa pale msalabani. Inua tu mkono wako juu kwa Bwana Yesu. Tafakari tu.